Amen. Karibu tena Tumebarikiwa Media and Ministry. Majina yangu naitwa Zebedayo. Na leo Mungu amenipa ujumbe unaosema kwamba namna ya kupokea baraka kutoka kwa mtumishi aliye mbali. Ninawezaje kupokea upako? Ninawezaje kupokea uponyaji? Nawezaje kupokea nguvu? Nawezaje kupokea kitu cha kiroho kutoka kwa mtumishi aliye mbali na mimi? Je, mimi niko Tanzania, mtumishi yuko Marekani. Mimi niko Kigoma, mtumishi yuko Dar es Salaam. Mimi niko Dar es Salaam, mtumishi yuko Mwanza. Ninawezaje kupokea kitu cha kiroho kutoka kwake ikiwa hatuko karibu au niko mbali naye? Karibu sana. Kwenye ulimwengu wa roho hakuna umbali ukijua namna ya kufanya. Ukijua hili, kwenye ulimwengu wa roho hakuna umbali. Hakuna cha kwamba uko Marekani, hakuna cha kwamba uko Kigoma, hakuna cha kwamba uko kijijini huko mbali. Hakuna umbali kwenye ulimwengu wa roho ukijua namna. Ndio maana Mungu haonekani, lakini tunamuomba vitu anatupatia. Ndio maana Mungu yuko mbali, lakini tunaongea naye na tunapata tunavyovihitaji. Ndio maana wachawi wakitaka kukuroga sio lazima uwepo pale. Anaweza kukuroga hata kama haupo. Anaweza kukupeleka kwa mganga kienyeji hata kama haupo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho huwa hakuna umbali, wala sio lazima mtu muone. Ukijua hili, sio lazima ulipie nauli utoke hapo uende Mwanza kwa mtumishi. Sio lazima utoke Mwanza uje kwangu hapa nikuombee. Sio lazima utoke Kigoma uje Dar es Salaam nikuombee. Ninaweza nikakuombea nikiwa hapa Dar es Salaam, na wewe ukiwa huko ulipo ukapata uponyaji, ukapata baraka, ukapata msaada, ukapata nguvu, ukapata upako, ukapata chochote cha kiroho ambacho unakihitaji. Ukiwa umefahamu elimu hii. Iko namna, iko channel, iko njia, uko usafiri ambao unaweza kuutumia kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Uko mkono ambao unaweza kuutumia kupokea kitu kwenye ulimwengu wa roho. Iko miguu ambayo unaweza kuitumia kwenda kwenye ulimwengu wa roho, kuja kwenye ulimwengu wa roho na kupokea kitu kutoka kwangu. Iko miguu na mikono ya kiroho ambayo unaweza kuitumia kupokea mambo ya rohoni. Iko daraja ambayo unaweza kulitumia kuja kupokea vitu vya rohoni. Iko namna ambayo unaweza kuitumia kuja kupokea vitu vya rohoni. Kitu hicho au daraja hilo au namna hiyo au njia hiyo au miguu hiyo au mikono hiyo inaitwa imani. Imani ndio usafiri ambao tunautumia kwenye ulimwengu wa roho. Imani ndio njia pekee ambayo tunatumia kusafiri kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Imani ndio mikono ambayo tunatumia kupokea vitu katika ulimwengu wa roho. Imani ndio miguu ambayo tunatumia kutembea na kwenda kuchukua vitu kwenye ulimwengu wa roho. Imani ni nini? Nitakwambia maana 3 za imani. Imani ni hali ya kuamini, ni hali ya kusadiki kwamba jambo lile ndivyo lilivyo, ndivyo litakavyokuwa, ndivyo lilivyokuwa. Ni hali ya kusadiki na kuamini kwamba jambo hilo liko hivyo, limekuwa hivyo, litakuwa hivyo na halitabadilika. Imani ni uhakika, ni ile assurance kwamba kitu kile kiko vile vile, kwamba kitu kile, yani ule uhakika. Imani ni uhakika tu ambao unakuwa nao kwamba hicho alichoniambia ni sawa, ni kweli, ni uhakika. Hakina wasiwasi ndani yake, ni uhakika. Kwa hiyo imani ni uhakika wa jambo, ni uhakika wa kitu, ni uhakika wa neno, ni uhakika wa hali, ni uhakika wa taarifa, ni uhakika wa kitu chochote cha kiroho kwamba kiko vile vile. Uhakika, yani ile assurance, ndio maana ya imani. Maana ya 3 ya imani ni msimamo ambao unakuwa nao juu ya neno, juu ya mtumishi, juu ya kitu cha kiroho. Ule msimamo kwamba jambo hili liko hivi, kwa hiyo halitabadilika, unaendelea kulingangania na kulishikilia. Hiyo ndio maana ya imani. Ule msimamo nao kuwa nao juu ya elimu ya kiungu, juu ya taarifa fulani kwamba pana Mungu alisema sitakufa nitaishi. Ule msimamo unaendelea kushikilia, ndio unaitwa imani. Kwa hiyo kwa kifupi, imani ni hali ya kusadiki kwamba jambo hili liko hivyo, litakuwa hivyo na lilikuwa hivyo hivyo, halitabadilika. Lakini pia imani ni ule uhakika wa jambo au kitu fulani. Lakini pia imani ni ule msimamo ambao unakuwa nao kwa habari ya kiroho, kwa mambo ya rohoni, kwa neno la Mungu, kuhusu taarifa fulani za kiroho. Ule msimamo unaokuwa nao kwamba piga ua garagaza, piga nife, lakini haitabadilika wala sitaacha kushikilia hichi. Hii ndio maana ya imani. Kwa hiyo kama nilivyosema, imani ndo mkono wa kupokea. Imani ndo miguu ambayo tunaitumia kwenda kuchukua vitu rohoni. Nitaeleza imani katika engo mbalimbali. Kitu gani unatakiwa kukiamini? Katika maandiko matakatifu kuna vitu kama 3 au 4 ambavyo unatakiwa kukiamini. Kitu cha kwanza unatakiwa kumwamini Mungu. Lakini jambo la pili unatakiwa kuamini neno la Mungu. Lakini jambo la 3 unatakiwa kumwamini mtumishi. Na hapa ndo ambapo nitaongelea mimi. Sasa ili uweze kupokea jambo lolote la kiroho, ili uweze kupata kitu cha kiroho, lazima uwe na imani katika maeneo haya ambayo nimeyataja. Lakini kwa leo nitazungumza katika maeneo makubwa mawili: kuamini neno na kuamini mtumishi. Kuamini neno la Mungu na kuamini neno ambalo mtumishi amekutamkia au amekuambia. Katika maisha haya
Kuna watu ambao Mungu amewaamini. Kuna watu ambao Mungu amefanya vipimo akaona hawa wanafaa kutumia mamlaka yangu. Kuna watu ambao Mungu amewapa mamlaka waweze kufanya kazi zake. Kuna watu ambao wamejijua kwamba wao wana nafasi gani kwenye ulimwengu wa roho. Watu hao ndio wanaoitwa watumishi. Kwa hiyo sio lazima uende kwa mtumishi. Mtumishi yote ambaye amejijua, mtumishi yote ambaye ameaminika na Mungu, anaweza kukupatia kitu kwa neno lake tu. Narudia tena, kwa neno lake. Mimi hapa kwa neno langu ninaweza nikasema upone, ukapona. Kwa neno tu ile nalolisema. Ni kwa nini? Ni kwa sababu neno lolote ni roho. Neno la Mungu au neno langu mimi ni roho. Haya maneno ninayokuambia mimi ni roho. Roho ni nini? Roho ni kitu ambacho hakionekani. Roho ni kitu ambacho hakishikiki. Roho haizuiriki. Roho haishikiki. Roho haionekani. Ndio maana maneno haya ni roho tena ni uzima. Ndio maana Yesu akasema kwamba maneno haya ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo maneno ni roho. Maneno ni Yesu mwenyewe. Ninapotamka neno la Mungu, maana yake haliji kama neno. Hii sauti unayoisikia sio neno tu, maana yake ni mtu. Ukiliamini linafanyika halisi, linaumbika, linakuwa ni kiumbe. Nikisema umepona, ukapokea, basi ule uponyaji unakuwa ni kiumbe, unakuwa ni mtu. Kwa hiyo unatakiwa uamini neno la Mungu na umwamini na mtumishi. Maandiko yanasema kwamba mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Ili uweze kupata kitu unachokihitaji kutoka kwa Mungu, cha kwanza lazima uniamini mimi. Lazima uamini neno ambalo mimi ninakwambia mimi. Kwa hiyo unaweza kupokea baraka, unaweza kupokea karama, unaweza kupokea uponyaji, unaweza kupokea upako, unaweza kupokea nguvu, unaweza kupokea msaada kwa kuamini neno la mtumishi aliyokuambia, kwa kuamini neno la Mungu ambalo Mungu amelika katika kinywa cha mtumishi, kwa kumwamini mtumishi ambao unataka kupokea kwake. Kupitia hivyo ndipo ambavyo utapokea. Ile Nyakati wa Pili 20:20 anasema kwamba mwaminini Mungu ndivyo mtakavyodhibitika, waaminini manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Ili uweze kufanikiwa, hauwezi kupata kitu kama hujamwamini kwanza mtumishi. Ni kweli unamwamini Mungu, lakini usipoamini chombo ambacho Mungu anakitumia kuleta ujumbe, kuleta msaada kwako, hauwezi kufanikiwa. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba unamwamini mtumishi. Kwa hiyo unaweza kupata baraka, unaweza kupata ujumbe, unaweza kupata karama, unaweza kupata upako, unaweza kupata uponyaji kwa kuniamini kwanza mimi. Lakini Yesu mwenyewe amesema kwamba mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Kwa hiyo haitoshi tu kumwamini Mungu, lazima uamini pia na chombo ambacho Mungu anakitumia. Lazima umwamini mtumishi ambaye Mungu amempaka mafuta. Lazima umwamini ile bomba ambalo Mungu anapitisha upako. Haleluya. Na mind you kwamba katika ulimwengu wa roho, neno ndio imani kubwa. Neno ndio kipimo cha imani, kinachoonyesha kwamba una imani kubwa au hauna imani kubwa. Ukisema kwenye Mathayo 8:8 nasema kwamba yule mtumishi akasema kwamba mimi sihitaji uje kwangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho sio lazima mtu aje kwako, sio lazima wewe uje kwangu, ila neno tu linatosha kufanya kile ambacho kinatakiwa kufanyika. Ni kwa sababu neno lile linajua, neno lile linafahamu, neno halikosei. Ukilituma neno linaenda kama lilivyoelekezwa. Kwa hiyo ili uweze kupokea baraka, ili uweze kupokea upako, uweze kupokea nguvu, uweze kupokea uponyaji, ni lazima uamini neno la Mungu, lakini pia ni lazima umwamini mtumishi, na cha tatu ni lazima uamini neno lake. Mungu akubariki sana, endelea kufuatilia vipindi hapa Tumebarikiwa Ministry and Media. Nikiwa una ushuhuda au unahitaji msaada au maombi ya aina yoyote, tupigie kwa 0755 944747. Kama uko nje ya nchi, anza na alama kujumlisha +255. Na pia kama hujasubscribe kwenye mtandao yetu wa kijamii, tunapatikana YouTube, Facebook na Instagram kwa jina la Tumebarikiwa TV. Mungu akubariki sana, endelea kufurahia vipindi kutoka hapa Tumebarikiwa Media and Ministry. Amen.